pendwa kabisa, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment, kushare ili kupata notification soon habari zetu takapokuwa wazi. Tupo na mfalme wa majoka, yani King Cobra. Kwa hiyo leo hii tutaenda kupiga naye story 1 2 3 juu ya wanachama wa Illuminati, yanamaanisha Freemason, wajenzi huru wa dunia. Habari yako mkuu? Basho kamili Lusa bin Goza, Lusa bin Amanda, Lusa bin Wakei, Lusa bin Zohari, Lusa bin Afriti, Lusa bin Jumnati. Abracadabra, focus, Shazam, Bibidibo, Open System, Alakazam, Simsad Beam, Avada Kedavra, Expelliarmus, Ablacas, Kibuish, Eshu, Luminati, Pritego, alhamdulillah, bismillah. Unahisi chama cha Freemason ndo saizi ni ngao kuu kwa vijana wa Kiafrika? Yaani sio ngao kuu ya Kiafrika pekee yake. Chama cha Freemason ni ngao ya dunia. Kwa sababu Freemason ni wajenzi huru ambao kama nilivyowaambia kwamba kuna ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu dume na ulimwengu jike. Ulimwengu dume ni ulimwengu wa kiroho ambao Mungu anakaa, shetani anakaa, majini anakaa. Ulimwengu huu ambao sisi tunaishi ni ulimwengu wa matokeo ambao ni ulimwengu jike. Kwa hiyo mwenye dhamana ya kucontrol dunia kwa sasa ni shetani ambaye ni Lucifer. Kwa hiyo chama cha Freemason ndicho chama ambacho kinatoa nguvu kote. Kwa hiyo vijana, wazee, watoto, ukitaka mafanikio, hakuna mafanikio kwa kupambana. Mafanikio ni kujua siri. Mafanikio ni secret. Chama cha Masonic sio siri. Ndio maana mnakisikia kila sehemu, lakini mafanikio menyewe ni siri. Umeelewa? Nafikiri ndio hivyo. Je, kuna siri zipi ambazo zimefichwa na ambazo watu wengi inabidi wazijue ili kujiunga na chama chenu cha Illuminati, yanamaanisha Freemason? Siri ambazo zimefichwa, kwanza kabisa hakuna sharti gumu. Hakuna sharti gumu kama mkijua. Yaani masharti wengi huwa mnaogopa, lakini kuna nguvu ambayo huwa mnapewa kichawi. Siri nyingine pia ambayo imefichwa, watu wajua kwamba fedha ambayo mwanachama anapata kwa mara ya kwanza ni dola bilioni 4. Ambao kwa bilioni 4. Hizo ni za dunia au za ni dunia Tanzania? Dola za Kimarekani bilioni 4. Okay. Ambazo kwa Kenya ni kama milioni 500 hivi na kitu. Ndio. Kwa Tanzania ni kama vile bilioni 4. Kwa hiyo ni hela nyingi ambazo mwanachama anapata, lakini pia kuna inategemeana na sharti tunayofanya. Kuna mwingine anapokea zile fedha kila wiki, kuna mwingine kila mwezi, kuna mwingine baada ya miezi mitatu. Sasa inategemeana na wewe pia umejiunga kwenye chama kwa sharti gani. Kwa mfano Pastor Ezekiel Odelo anapokea dola bilioni 8 kila siku kwa sababu anafanya masharti magumu sana. Kwa hiyo huko kwenye chama unapofanya vizuri, basi na fedha yako inaongezeka. Kwa hiyo fedha unapewa kutokana na unavyofanya kazi. Bwana, wewe ambao hujasubscribe na kukumbusha uweze kusubscribe ili kupata notification pale habari zetu zinapokuwa hewani. Tunasema kama ni Portals of Masonic. Tukizungumzia Portals of Masonic inamaanisha kwamba ni malango kuu 6 ya kuzimu ambayo watu tunafungua kwa Lucifer. Kila lango na hatua zake. Unapojiunga na chama kuna hatua ambazo watu tunapitia. Kila hatua lazima tufungue mlango wake. Ndio maana kuna mwingine duniani hapa yuko hana pesa, hana magari, hana majumba, ni masikini. Kwa sababu kuna milango ya kuzimu kule inabidi ifunguliwe ili aweze kufanikiwa. Wengi hamfanikiwi kwa sababu kitu kimoja, mmeshafungwa kuzimu. Kwa hiyo kuna malango ambayo nasema lango, na lango namba 4 ni lango la kweli. Kwa hiyo sikiliza kwa makini ili ujifunze. Na pia napenda sana kusisitiza watu mnaoniangalia sasa hivi, nafikiri mnaangalia watu wa duniani kote. Naomba fuatilia interview zangu kuanzia za nyuma. Ujue nani King Cobra. Sababu watu wengi sasa hivi kuna wimbi kubwa la matapeli. Wengi mmetapeliwa, mmezunguka sana. Kwa hiyo naomba usikilize kwa makini, ujifunze, ujue chama kilipo. Sasa lango la kwanza ambalo tunaanza unapounganishwa, lango la kwanza ndio maana tunasema 666. Ni malango 6, majini 6, pesa dola 6666. Umeelewa? Lango la kwanza tunasema ni Mistress of Trembling. Tukizungumzia Mistress of Trembling, hii ni lango la kibali. Unapokuja kuunganisha na Lucifer atafungua mlango. Kwa hiyo kuna sala ambayo huwa naisali maalum kwa ajili ya kufungua lango la kwanza. Kwa hiyo hili lango la ufunguzi, kama ulikuwa umefungwa sana utafunguliwa. Ndio lango la kwanza. Kwa hiyo Pastor Ezekiel Odelo wa Kenya, nilifungua lango kwanza la kuomba kibali cha yeye kuwa nabii. Huwezi kuwa nabii duniani au nabii Afrika sijafungua lango kuzimu, lango la Mistress of Trembling. Lango namba 2 ni lango la Mistress of Sky. Hapa tunatengeneza uhusiano wewe na Lucifer. Lazima tufanye agano.
tufanye imara agano. Ina maana agano ni mapatano kati ya Lucifer na binadamu. Lucifer apate damu, binadamu upate utajiri, binadamu upate mali, upate cheo. Kwa hiyo Odelo tuliingia ili agano la pili, ni Mistress of Sky, ambalo ili agano tunasafisha nyota. Tendo hapa lazima kuna sharti. Tunapoingia kule kuzimu tunaomba kibali pia, nyota yako inasafishwa. Kuna wengine pia unakuta kwenye maisha haya unaishi, unafanya kazi haziendi, unajituma sana lakini ufanikiwi, nyota yako imefungwa. Na ukiona unafanya kazi kwa bidii, wewe huna hela, huna magari, huna majumba, jua nyota yako imezibwa. Kwa hiyo ili agano la pili ambalo ni Mistress of Sky, lango la pili, tutafungua kule kuzimu. Ndio maana hapa lazima ufanye sharti. Sharti ambalo Odelo alifanya, alilala na nyoka. Pia unakunywa damu ya maiti katika ili agano namba 2. Agano namba 3 ambao ni lango namba 3 ni Mistress of Atas. Tukizungumzia Mistress of Atas hapa ni lango la kuomba pesa za Illuminati. Hapa ndo kuna hii fimbo. Huyu ni nyoka wa kuzimu ambao mimi namiliki. Usiku anabadilika anakuwa joka. Na hili nyoka pia ni mshampa Odelo. Odelo huyu nyoka ndo anaye umweka madhabahuni, watu mnaanguka kanisani kwa sababu ya nyoka kuzimu. Lakini mbona ukiangalia hii inaonekana kama ni fimbo tu ya kawaida. Unatuambiaje ni nyoka? Ina maana sio kwa macho ya kawaida, au kwa macho yapi ambaye naweza nikaitambua hii fimbo kwamba ni nyoka? Kwa sasa hivi utaona ni macho ya kibinadamu, fimbo ya kawaida. Lakini kwenye wakati wa ibada kuna nasaa nikisali hapa, hiyo fimbo ni bonge la joka. Huyu ni Cobra, ni somo wangu. Kwa hiyo unaona ulimwengu wa kichawi jinsi ulivyo. Kuna vitu unavyoona kwenye haya maisha ni vya kawaida, lakini ni vinatisha. Hii fimbo usiku inabadilika inakuwa joka mkubwa. Ndio hii ambayo kila mchungaji unataka kufanikiwa na ukabidhi hii fimbo hii. Ukiingia madhabahuni unaipaki, anabadilika inakuwa nyoka. Utapata waumini wengi na fedha. Na pia hii fimbo usiku inatema fedha. Anabadilika nyoka, anatema mabilioni ya fedha. Kwangu pamejaa fedha. Yaani ukiingia kwangu chumba kizima kimejaa mahela mpaka juu. Yaani mimi na gorofa, nyumba yangu chumba ninacholala kipo gorofa namba 4. Lakini hela huwa zinadoka hadi chini huko mpaka watu wanashangaa. Ina maana maskini chini wanabaki wanaokota. Maskini hawaache tu waokote hizo hela kwa sababu sasa nitafanya nini? Kwa sababu nikiwafukuza wataonekana kama mimi mchoyo. Kwa hiyo nawaacha waokote zile hela. Kwa hiyo joka wanasema hela zinajaa hadi chini. Ina maana bado chama chenu inakuwa ni msaada kwa maskini ambao wanahangaika. Yaani mbwa kunuka wanaitwa. Mbwa kunuka, maskini hawana akili kwa sababu maskini wewe, kwa nini uwe maskini? Mimi ni mtu. Wewe ni mtu. Kwa nini wewe mimi hela nikuzidi? Watu mnahangaika sana sababu ya maskini. Na ukiwa maskini, kumbuka uwezi kwenda mbinguni kwa sababu akili zako wewe hazina akili. Utakuwa mzinifu, utakuwa ni tapeli kama ni maskini. Kwa hiyo inabidi uwe tajiri, uwe na fedha. Kwa hiyo mimi sipendi mtu aniombe mimi hela. Kinkoba nipe hela. Niambie Kinkoba nipe namna ya kupata zile fedha. Nitakupa siri. Usiende unipigie simu Kinkoba namba hela, sina hela kula. Niambie nikuunganishe na chama. Kwa hiyo Odelo nilimuunganisha na hii fimbo ndio anayo. Kama umeenda madhabahuni, fimbo hii usiku huo ni nyoka. Na mke wake pia hii fimbo huwa inamuingilia kwenye maumbile yake. Bwana, wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification.